Naam, habari ndugu mkulima, karibu tena katika channel yetu. Hivi ushawahi kuona umepanda miche yako either ya hoho au nyanya. Halafu asubuhi unapoamka kwenda kukagua miche yako unakutana na hali ya kwamba miche yako imekatwa kwenye shina na wakati mwingine inadondoka kabisa. Imekatwa kabisa, imeliwa. Unakuwa unajiuliza ni wadudu gani? Mara nyingi ukikuta hali kama hiyo kwenye miche yako, mara nyingi huwa ni wadudu cutworms au cricket. Cutworms ni wadudu ambao huwa ni wadogo, huwa wanakaa kwenye wanajificha kwenye ardhi, kwenye udongo. Usiku wanaanza shughuli yao ya kukata miche wakitafuta chakula. Hivyo ndo maana unaweza ukakuta asubuhi miche yako mingi imekatwa, lakini ukitafuta hauwaoni. Vile vile cricket pia nao wanaweza wakawa wanashambulia miche yako, lakini pia panzi nao wanaweza wakawa ni chanzo cha tatizo hilo. Hivyo unachotakiwa kukifanya ni kutafuta mbinu sasa ya kudhibiti wote hawa. Mbinu ambayo ni rahisi ni kupulizia dawa kuzunguka kila shina baada tu ya kumaliza kupanda miche yako. Hii itakusaidia sana kuokoa miche yako, maana ukiwaacha kuna hatari ya kupoteza idadi kubwa ya miche. Hawa ni wadudu ambao ni hatari sana endapo hautafanya taratibu za kuweza kuwadhibiti. Kama shamba lako lina historia ya kuwa na hawa wadudu, basi kitu ambacho huwa tunafanya ni kujiandaa kwa ajili ya kuwadhibiti. Moja ya kitu ambacho tunafanya ni sumu. Kwenye mche kama huu ukishapanda inatakiwa haraka sana uweze upulizie, maana hawa ni wadudu ambao wanaweza kukata miche yako karibia yote kama hautawadhibiti, na wakati mwingine huwa wanajificha. Sasa kama unalima kilimo cha ambacho kinatumia sumu, unatakiwa kuandaa sasa sumu kwa ajili ya kupulizia miche yako. Baada tu ya kupanda utapulizia kuzunguka mashina yote. Kama unavyoona, hili ni shina ambalo tayari limeshakatwa na huyo mdudu. Ameshakata tayari, na ukiangalia hapa huwezi kumuona hata kidogo. Huwa wanajificha. Hili ni shina ambalo tayari limeshakatwa. Kuna lingine pia lipo pande huu huku, ngoja nikuonyeshe. Hili hapa nalo limeshakatwa na mdudu, ukiangalia hapa huwezi kumuona. Sasa kitu ambacho unatakiwa kukifanya sasa, kishapanda mche wako kama huu, kishapanda unatakiwa sasa uje upulizie sumu kuzunguka eneo la mche wako. Kila mche wako unauzungushia sumu, unapulizia kwa kuzunguka hii miche yako yote. Hivyo utakuwa ukinga mche wako dhidi ya hawa wadudu. Ni hatari sana, unaweza ukapoteza miche yako yote. Ukiachana na tatizo la wadudu, tatizo lingine ambalo linasumbua miche ikiwa michanga ni tatizo la kata kiuno au dumping off. Huu ni ugonjwa ambao ni wa fungus, unasababishwa na vimelea vya fungus na unaathiri miche ikiwa hasa midogo. Inaathiri sehemu ya shina karibia na mizizi, inakuwa kama imeoza. Ugonjwa huu ni hatari sana pia usipokuwa makini. Na sababu kuu inayopelekea tatizo hili kuwepo ni kunyeshea maji ya kuzidi. Hivyo kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa tunashauri uvifanye, ikiwemo kunyeshea kwa maji ya wastani, lakini vile vile kudrench dawa zenye za fungicide ili kutibu vimelea hawa ili kutibu mimea yako dhidi ya vimelea hawa wa fungus. Dumping off ni ugonjwa ambao unatokana na fungus, na fungus hawa sasa wanaathiri shina karibia na mizizi. Kitu ambacho kinawachochea fungus hawa kuweza kuzaliana na kuathiri miche ni maji ukinyeshea ya kupitiliza. Miche ikiwa bado midogo namna hii, unatakiwa usinyeshee kwa maji ya kuzidi. Nyeshea tu ya wastani ili kuepukana na tatizo hili.
Kingine ambacho unaweza kukifanya ni kudrench dawa zenye kopa. Kama unalima kilimo ambacho kinatumia pia sumu, una drench sumu ambayo ina kopa, nayo huwa inasaidia. Lakini vile vile watu kidrench sumu ambayo ina mancozeb na metalaxyl pia nayo inaweza kukusaidia. Asante sana, karibu katika channel hii uweze kujifunza mengi mazuri na mazuri sana.